Bwana, karibu tena kwenye hii episode ya kwanza. Bwana, hii filamu imetiliwa maneno na DJ Panado ya Kiswahili. Sasa tuongozane pamoja mwanzo mpaka mwisho. Kwanza hii ndo episode ya kwanza tu inaanza. Twende, kama bado subscribe, like na comment, dondosha comment yako. Unatazama hii filamu kutokea pande zipi? Filamu inaanza katikati ya mti mmoja hivi, tunakutana na bidada anaitwa Talio hapa akihangaika jinsi ya kumwokoa paka na hana uwezo. Muda huo wakiwa anahangaika, kuna kijana mmoja anakuja kumsaidia kuokoa paka, kisha anamshukuru na kumwambia asante. Huyu mwanaume hakutaka kabisa kumsemesha, akaamua kuondoka zake. Sasa tunakuja kugundua kuwa huyu jamaa hapa anaitwa Tani na amekuja hapa kwenye shule, yeye ni mgeni aisee. Akawa amekuja kwenye ofisi ya mwalimu mkuu na akajitambulisha hapo. Mwalimu mkuu akamwambia, aisee, nataka nikupeleke kwenye darasa ambalo ni la watoto wenye akili. Basi muda huo kabla mwalimu mkuu hajamjibu, kuna huyu mtoto anatokea. Mwalimu mkuu akawa anahuzunika kwa sababu huyu binti ni binti ambaye anafeli, yani ana akili darasani. Kisha binti akamsalimia pale kwamba shikamoo mwalimu. Mwalimu hakutaka kabisa kumsalimia, akasema tu, kijana, nitakupeleka kwa watoto wenye akili. Basi tunaambiwa kwamba kijana akasema hapana, mimi nipeleke tu kwenye hiyo darasa. Sasa huku nje mshikaji akawa ameitwa na bidada. Bidada akamwambia, huyu paka tangia umemwokoa basi ametokea kukupenda, mchukue. Basi Tani akamwambia sawa. Akamchukua bila shaka yoyote ile na kisha akawa anaondoka pale. Tunaletwa huku nyumbani kwa binti. Sasa naishi na baba yake, na babake akasema, unafanya nini hapo? Akasema, baba, nataka niandike barua hapa, maana kuna mtu nampenda. Baba akamwambia, wewe fanya mambo yako tu, sawa binti yangu, fanya unachojisikia. Kweli bwana. Hapa bidada akaanza kuandika barua kimapenzi, anamwandikia yule kijana mgeni Akasema, jamani, yani hapa ni kama ananibusu hivi. Sasa kana kumbuka hapo, kisha naandika hisia zake. Sasa ilikuwa ni muhula wa kwanza hapa, unaambiwa hapa darasani bidada Talio anafika, anakutana na wanafunzi wenzake wakiwa wanamsifia mwanafunzi mgeni kuwa kuna mwanafunzi mgeni. Lakini akigeuka hapa anamuona rafiki yake mmoja anaitwa Kang, ni mtoto wa kiume. Sasa huyu mtoto wa kiume ni kwamba anachukia yale maneno ya mabinti wakiwa namsifia binti mwingine. Basi aliweza kuchukia vibaya mno. Huyu jamaa akasema, nani tena huyo? Sasa muda huo mwalimu mkuu ana mwalimu wa darasa anakuja kumtambulisha, anasema huyu anaitwa Tani, mtakuwa naye hapa kwenye darasa, sawa? Kwa hiyo nani ataka naye? Akatokea hapa Chibonge akasema, mimi jamani, mimi. Basi wa mwisho hapa kujitambulisha ilikuwa ni bidada. Bidada akasema, hai, mimi na yeye tunafahamiana, kwa karibu tu tukae wote hapa. Lakini mwamba akamkataa, akasema yeye hawajuani, ingawa wakati watoto wadogo walikuwa wanafahamiana kabisa. Basi mwisho wa siku mwalimu mkuu akasema, nenda kakae karibu na yule binti. Mwana akaenda kukaa pale. Binti akaona ndo fursa hii, akaanza kujipendekeza. Vipi kakangu, unaitwa nani? Basi tunaambiwa kwamba huku nje marafiki zake wakawa wanashangaa kwamba bidada yani anachukia kwamba mshikaji asiwe anasemwa pale. Basi bidada akamwambia, mimi mwanaume nimetokea kumpenda. Wakawa anasema, umetokea kumpenda kivipi? Umejuana naye lini? Atuambie sasa, kivipi umemwona tu leo unasema mpenda? Akaanza kuwasimulia kuwa yani yeye hapo walishaikutana. Sasa wakacheka, akasema, jamani, kwa hiyo ngoja tukuchukue twende tukamuulize. Twende. Jamani, msiende kumuuliza. Basi unaambiwa kwamba hao rafiki zake akasema, hamna bwana, twende tukamuulize kama mlishaikukutana, au unasemaje Chibonge? Chibonge akasema, ni kweli, asije akana tudanganya, basi twende tukamuulize. Akasema sawa, kama mnataka twendeni. Wakavutana mpaka kwa mshikaji Tani. Tani anakuja hapa. Sasa Tani ametulia anasoma kitabu. Tani, mimi na Yesu tumewahi kukutana Mwana akajibu, akasema, hapana, mimi na wewe hatujai kukutana. Jamani, sio tumetoka kukutana hata jana. Wakati tunakuja hapa shuleni. Lakini Tani akakataa, wanafunzi wakacheka kinoma. Sasa wanafunzi kumbe waliweza kubeti. Waliweza kumbetia bidada kwamba akijibiwa basi moja atashinda, kisha mwanaume anaamua kuondoka. Bidada akasema, hapana, ngoja nikamuulize. Wewe kaka, kwa nini unanifanyia hivyo? Mimi na wewe tunafahamiana. Mwana akasema, sitaki mimi uniulize maswali. Basi bidada anakuja kwenye mti, akawa anaangalia kuwa huyu paka nisingemkabidhi huyu jamaa, kumbe ni mbaya. Sasa muda wote huo mwana akatokea hapa. Akasema, usijali, paka wako yuko sehemu salama. Bidada akasema sawa. Sasa muda huo akaona ndo muda mwafaka kumkabidhi mshikaji barua ile. Basi mshikaji akaiokota ile barua na akaondoka bila shida yoyote ile. Tunaletwa hii hapa sasa. Hii asubuhi unaambiwa kwamba
Bidada akahisi kama mshikaji yuko hapa na mbusu. Alikuwa ni mawazo yake. Yaani mshikaji ameipokea ile barua, anahisi kama yupo anamwambia hivyo. Muda huo akaja rafiki yake wa zamani anaitwa King, akamwambia hebu twende huko, kuna kitu kimetokea. Sasa ubaoni hapa ni ile barua ya bidada ambayo alimpa mchizi. Mchizi aliweza kuibandika pale na akasahihisha spelling kwamba hapa amekosea, ikitakiwa andikwe hapa. Sasa bidada akana chekwa na wanafunzi wenzake. Mshikaji aliyeweza kuumia ni huyo hapa Tang, akaanza kuichana chana Bidada aliweza kulia kinoma kwa mtu anayempenda anamfanyia hivyo. Sasa wanafunzi wenzake basi wakana mzalau sana jamaa kwa kitendo hicho mdhalilisha bidada. Kwa kweli hadi rafiki yake Tang yani naye pia alimzalau kwamba Tang ni mtu mbaya. Bidada kagundua kuwa ni mtu mbaya. Sasa wenzao akana mcheka hapo. Wakanasema uliweza kushinda uliweza kushinda shingapi? Hasa kamfuata huyo akasema sasa wewe unakuwa na huzuni nini? Jamani tusiwe na huzuni na tunaomba leo twende kwa binti, kwa babake binti tukale mgawani. Mnasemaje? Basi akapanga hiyo siku. Na siku ya leo unaambiwa ndio siku ile. Basi Tang unaambiwa kwamba mshikaji wa kuitwaga Kang akaitwa na babake binti. Hasa huyu jamaa akasema usijali mzee, mi binti nitamtunza tu na nitampa kila kitu anachokitaka. Sawa. Mzee akasema sawa, na kuamini basi. Haya, usijali sana mzee wangu. Sasa mshikaji ni kwamba anampenda kisirisiri binti. Muda huo mzee akanaambia hawa rafiki wa binti kwamba ongeleni. Muda huo nyumba ambayo ndo mgahawa unalipuka. Zimamoto wanakuja. Mwisho wa siku waandishi wa habari wanakuja kumhoji mzee, nini kimetokea na mwisi nani aliyeharibu hapa? Mzee akasema hata kama nikimjua nitamsamehe kwa sababu wote tumepona. Mimi na binti yangu tumepona. Sasa wakati wanaendelea kuhoji hapo, mara akashangaa tena nyumba kule inaendelea kulipuka. Mzee akasema kwa kweli sina hata kwa kuishi na hatuelewi tutaenda kulala wapi. Muda huo nyumba nzima inaporomoka. Kwa sasa binti na baba yake hawana makazi maalum. Sasa binti siku inayofuata anaenda shuleni, walimu wanamwambia pole na wanafunzi wenzake wakasema pole. Sasa amerudi hapa, mzee akasema tutaenda kuishi kwa shangazi yako. Sasa jamaa hapa akampitia asubuhi mapema kwa shangazi yake. Unaendeleaje binti? Mzuri. Mimi naendelea vizuri basi naomba tuongozane twende shuleni na utaniambia kile unachokitaka. Binti akasema anataka vitabu. Leo anaenda shuleni anagongana na utani. Akavikuta vitabu akasema jamani marafiki zangu, uweze amini Tani amebadilika. Ameweza kuninunulia vitabu. Wakasema si hatuamini bwana, wewe utakuwa muongo. Tani hawezi kukununulia vitabu. Atakununuliaje vitabu? Mimi najua tu ni Tani bwana. Tani amebadilika kinoma. Na basi leo kwenye bustani akiwa anamwagilia hapa, basi akamemwagia hadi kule. Sasa kumbe kwa bahati mbaya mchizi alikuwa amelala pale kwenye benchi. Kwa bahati mbaya bidada akamwagia. Bidada akamwambia sikia Tani, naomba nisamee, ni bahati mbaya tu. Basi Tani akageuka akasema sawa, lakini bidada akatabasamu akakumbuka kuwa hapa ndio malipo yake. Swali nifanyia kwenye barua. Akasema kimoyomoyo kisha akamwambia basi kila kitu kiko sawa najua tu mambo yako poa. Basi mselo wetu akasema sawa, mimi nimekusamea, kila kitu kiko sawa. Na mwamba akamwambia pole kwa matatizo. Sasa huku nyumbani unaambiwa kwamba mzee yuko na shangazi yake binti. Sasa unaambiwa kwamba muda huu kuna rafiki yake mmoja wa zamani. Huyu mzee ni ana pesa vibaya mno. Akamwambia rafiki yangu, nimesikia matatizo, hebu tuongozane twende ukaishi nyumbani kwangu. Akawachukua siku hiyo akaondoka. Asubuhi mapema rafiki yake anakuja kumwambia nimempitia na nini Talio kwenda shuleni. Akasema Talio amehama. Sasa Talio na babake wanafika hapa kwenye mjengo. Sasa alivyofika kwenye mjengo, binti akasema jamani mjengo mzuri. Akamwona paka wake. Jamani yule sio paka wangu niliyomkabidhi yule kijana. Amekuja kufanya nini tena hapa? Muda huo kwa nyuma huwezi kuamini alikuwa ni mwamba. Sasa huu hapa ndio nakuwa mwisho wa part 1 tukutane part 2 itakuwaje? Na bidada amegundua kuwa mshikaji yuko nyuma yake. Sasa hatujui mshikaji ndo kwao hapa ama ni vipi. Tukutane sehemu ya pili. Mimi hapa naitwa DJ Panado, zera kutuliza maumivu. Kama umeipenda hii, subscribe, like ili usisahau kupata kutazama sehemu ya pili. Tuandikie kupitia maoni yako hapo. Umeonaje hii picha Tukutane kwenye comment. Bye next time.